Namshukuru Mungu, nimezaliwa Nyakatome, sikuzaliwa najua kuhubiri. Na wewe unaweza, mpokee Yesu leo. Haleluya! Inawezekana na wewe. Mpokee Yesu leo, mpokee Yesu leo, mpokee Yesu leo, mpokee Yesu leo. Tunaenda sasa tafungua kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 2 na ule mstari wa 3. Biblia inasema kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Haleluya! Pigie tena Yesu makofi. Utapataje kupona mtu wa Nyakatome usipojali wokovu mkuu namna hii? Ni wokovu ambao uliletwa na Yesu. Ni habari njema, ni wokovu mkuu. Kwa nini unaitwa wokovu mkuu? Kwa nini unaitwa wokovu mkuu? Kwanza kabisa ulianzishwa na Mungu mwenyewe. Pia wokovu unaohubiri gharama yake, nikutajia gharama yake, unaijua? Ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, imetuweka huru leo. Unapompokea huyu Yesu, nguvu ya Mungu inakuwa ndani yako. Unapotembea unatembea kwa kujiamini. Amina. Haleluya. Ukiwa na wokovu uhitaji kuwa na kamzizi na kupapare. Hakuna hasara duniani kama hasara ya kukosa wokovu. Kuna mtu mmoja anachanganya wokovu na dini. Sikiliza nikueleze, wokovu kwa kifupi ni nguvu ya Mungu ndani ya mwanadamu. Nguvu ya Mungu inakuwepo ndani yako. Unapokuwa na nguvu ya Mungu, shetani anakuwa kuwezi. Wewe umekataa wokovu na kupa pole, ila jioni ya leo ipo neema kwa ajili yako. Jioni ya leo ipo neema kwa ajili yako. Jioni ya leo ipo neema kwa ajili yako. Mpigie tena Yesu makofi. Neema ipo kwa ajili yako jioni ya leo. Unapompokea Yesu unakuwa unatembea na Mungu mwenyewe popote unapoenda. Hatujahubiri mahali hapa tu, tumetembea mikoa mingi Tanzania hii, na tukimwona Mungu akifungua watu, Mungu akiokoa na kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia tena huyu Yesu, shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Kwa Yesu ni raha, kwa Yesu ni raha. Wewe unakataa wokovu, ona sasa, wamekuibia kila kitu, wamekutupia magonjwa. Ni kwa sababu hutaki wokovu, hutaki nguvu ya Mungu ingie ndani yako. Unapokataa wokovu unakataa kutembea na Mungu. Wamekutupia magonjwa. Ni kweli, kwenye ibadani unaenda kanisani, ni kweli unaenda msikitini, lakini nguvu ya Mungu haipo. Wewe umekataa kumpokea Yesu. Mkubali Yesu leo ili uwe salama. Mkubali leo Yesu uwe salama. Haleluya. Biblia inasema kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu
makuu namna hii? Utapataje kupona mtu wa Nyakatome? Inasikitisha sana. Mwingine wanaamua tu wamwachishe shule, unakuta ni mtoto wa darasa la pili, mwingine yuko sekondari, wanamwachisha tu shule. Alafu kifuatilia sasa, wazazi wake na wataki wokovu, unapata hasara. Wao unafikiri ni jambo la kawaida, mtu atoke Zanzibar, mtu atoke Dar es Salaam mpaka Nyakatome, anapata faida gani? Tumewaletea wokovu, sio maigizo. Mkubali Yesu leo, hautaonewa. Watoto wako hawataonewa, utakuwa salama. Ndoa yako haitaonewa. Mingine kila siku ngumi, kila siku ngumi. Ngumi za nini sasa? Mpokee Yesu. Ukiwa na Yesu unakuwa hauna wasiwasi, unakuwa uko salama. Haleluya, haleluya. Habari njema za mwanaume Yesu ni habari za Yesu wa Nazareti. Mtu wa Nyakatome, utapataje kupona? Utapataje kupona? Utapataje kupona? Wapo wachawi wanakuinda kila siku, wapo wanakuotea. Utapataje kupona? Wewe mwingine unachezea wokovu, umeokoka lakini bado unajibaraguza. Simama, haleluya. Utapataje kupona? Gharama ya wokovu ni damu ya Yesu Kristo, ilimwagika pale msalabani. Hata wewe ukikubali leo, utapata wokovu. Nguvu ya Mungu itakuwa ndani yako, utakuwa salama. Haleluya. Maisha ya mwili huu, maisha duniani yana mwisho. Utapataje kupona baada ya kutoka kwenye mwili wa kasha? Huu mwili tulionao ni udongo tu. Ule mtu wa ndani, unapoongea yupo yule mtu wa ndani, ile sauti inayotoka. Nafsi yako baada ya kutoka kwenye mwili utaelekea wapi? Utapataje kupona? Hakuna mbadala mwingine zaidi hapo, ni kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka haijalishi wewe ni nani, una dini gani, haijalishi. Lazima kuokoka watu wote duniani, ili mradi tumezaliwa duniani, lazima uokoke. Lazima wokovu. Mungu mwenyewe anamtafuta mwanadamu, ila dini ni utaratibu wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Mwanadamu anafanya jitihada zake ili amfurahishe Mungu, lakini Yesu alikuja ili kuwepo na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umejiunga kwenye kanisa la watu waliookoka, lakini hujaokoka bado, ukawa unafanya maigizo, bado hujaokoka. Haleluya. Kuokoka ni lazima, ni lazima. Narudia tena, yamkini usisikie hii sauti tena, na kueleza leo, kuokoka ni lazima. Haijalishi una rangi gani, haijalishi ni mweusi ni mweupe, haijalishi ni mfupi, haijalishi uko Tanzania, haijalishi uko Ulaya, haijalishi uko China, kuokoka ni lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwamba